Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninamshukuru Mungu wa mbinguni kwa neema ambayo ametupa tena Jumapili ya leo kuwepo nyumbani mwake. Nikushukuru pia na wewe ambaye umeweza kufika kuabudu, na nimshukuru pia na mchungaji wangu kiongozi ambaye yuko safarini kama alivyosema pastor, kwa sababu ameona vema ni hudumu Jumapili ya leo. Lakini nilipopata taarifa kwamba nisimame leo, nikawa nasikia tuendelee tena kuzungumza habari ya Roho Mtakatifu. Kwa sababu pamoja na kwamba wiki ile la Pentecoste limeisha, lakini Roho Mtakatifu yeye haishi, yuko ndani, yani hana mwisho wa kuhitajika kuwepo katikati yetu. Ataendelea kuhitajika, tutaendelea kumhitaji, tutaendelea kuishi naye. Ikifika mwisho wa mmoja tutaondoka, tutamwacha, bado yupo, as long as bado kanisa la Mungu lipo. Kwa hiyo na leo nikaona tuendelee tena tuendelee na kukumbushana na ule moto ambao umewaka siku ya Jumapili. Mimi karibu wiki nzima nasikia kama kuna kitu fulani kiko kimenikalia rohoni mwangu. Yaani nikitembea nasikia, lakini kitu kilinipata Jumapili kwenye ibada. Hasa ile muda kabla hatujaanza neno. Nikatembea nao wiki nzima. Sasa nikaona ukiwa na shughuli nyingi kuna saa inatulia. Lakini ukiendelea kutafakari maneno ya Mungu inainuka tena. Nikasema hii kitu situendeleze, isipungue katika mioyo yetu. Yaani usiku na mchana, jioni na asubuhi tuendelee kutafakari uwepo wa Mungu uwe katikati yetu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya watu wa Mungu. Tutaangalia maneno mawili, ingawa baadaye nitakuwa na maneno mengine ambayo yatasapoti mahubiri haya. Katika kitabu cha Walawi mlango ule wa 6 mstari wa 8 hadi wa 13. Kitabu cha Walawi mlango wa 6 mstari wa 8 hadi wa 13. Tutaangalia kwa ufupi maana Jumapili tumekaa muda mrefu, leo tutawahi kutoka. Alafu baadaye tutasoma kitabu cha Wathesalonike wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 19, alafu tutaendelea. Biblia inasema katika Walawi 6 mstari wa 8 hadi wa 13, Bwana akanena na Musa na kumwambia, haya muagize Haruni na wanawe uwaambie, amri ya sadaka ya kuteketezwa ni hii. Hiyo sadaka ya kuteketezwa itakuwa pale motoni juu ya madhabahu usiku wote hata asubuhi, na huo moto wa madhabahu utawaka juu yake usizimike. Naye kuhani atavaa nguo yake ya kitani na suruali zake za kitani atazivaa mwilini mwake, naye atayazoa majivu ambayo huo moto umeteketezea sadaka juu ya madhabahu, kisha atayaweka kando ya madhabahu. Kisha atayavua mavazi yake na kuvaa mavazi mengine. Kisha atayachukua yale majivu kwenda nayo nje ya marago hata mahali safi, na huo moto ulio madhabahuni atautunza uwake daima juu yake, usizimike. Sema usizimike. Naye kuhani atateketeza kuni katika moto huo kila siku asubuhi, naye ataipanga sadaka ya kuteketezwa juu yake, naye atayateketeza mafuta ya sadaka za amani juu yake. Mstari wa 13 ambao ndio sana na ulengo unasema, moto utatunzwa uwake juu ya madhabahu daima, usizimike. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Anasema moto utatunzwa uwake juu ya madhabahu daima. Daima maana yake siku zote na hata milele. Anasema usizimike. Katika Wathesalonike mlango ule wa Thesalonike wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 19, Biblia inasema hivi, msimzimishe roho. Katika Wathesalonike wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 19, Biblia inasema kwamba msimzimishe roho. Maneno haya ingawa ni maneno mawili sio tofauti, maana Biblia ni moja, lakini Walawi inapatikana katika kitabu cha Agano la Kale na Wathesalonike inapatikana katika kitabu cha Agano Jipya. Huyu anasema moto utatunzwa wake juu ya madhabahu daima, usizimike. Na Paulo anasema katika Wathesalonike naye msimzimishe roho. Hii ara ni ara kubwa. Anaposema msimzimishe roho ni ara kubwa, maana yake tusimzimishe Roho Mtakatifu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Tukianzia na kitabu kile cha Walawi, kuna mambo mengi ambayo unaweza ukaona ukisoma na kuichambua, lakini mimi nataka ile neno moto. Na wakati naandika somo hili nikaweka kichwa inasema
kutunza moto uliomo ndani yako ili usizimike. Yaani moto uliomo ndani mwako. Ingawa moto hii ilikuwa ni moto ambao imo madhabahuni, lakini kuna moto wa Roho Mtakatifu ambao iko ndani mwetu. Lakini vile ambavyo Mungu alimwagiza Musa amwambie Haruni habari ya kutunza moto ambao ulikuwa umewaka madhabahuni, ambao ulikuwa ni moto wa Mungu, na akasema isizimike ili msiulete moto wa kigeni tena kuwasha madhabahuni. Vivyo hivyo na Roho Mtakatifu ambaye yuko ndani mwetu sisi anapaswa kutunzwa. Tutaangalia katika andiko hili, nimeona mambo matatu ambayo mimi nataka nizungumzie kwa habari ya moto ambao unawaka madhabahuni masaa zote, ambao Mungu alimwambia Musa, mwambie Haruni, hakikisheni moto huo unawaka masaa zote wala usizimike. Yaani iwake mchana, hivi mchana ndio inaanza au asubuhi? Iwake asubuhi, iwake mchana, iwake jioni, iwake na usiku wa manane. Hakikisheni unawaka siku zote daima na usizimike. Lakini pia kwenye huo moto ilionekana kwamba kuna kuni za kuchochea moto huo uendelee kuwaka. Maana moto huo ungekaa madhabahuni ingeteketeza kuni, lakini kuni zisipoongezwa lazima ule moto ungezimika. Kwa hiyo Mungu akaamuru kuni na ziwepo, pamoja na kwamba Mungu amewasha moto madhabahuni, unatakiwa wake siku zote, lakini lazima ziwepo kuni ambazo zitasapoti ule moto uendelee kuwaka. Lakini pointi ya tatu ambayo nimeona, kuna kuhani ambaye alihusika kutia kuni katika ule moto ili usizimike. Kwa nini? Kuni tu isingeweza kuamka yenyewe na kwenda kwenye moto. Kama kuni ingekuwa na akili, ikiona mwenzake ameteketea, zingekimbia, kwa sababu moto sio mzuri. Lakini lazima awepo mtu ambaye atachukua kuni mahali, tena anahakikisha kuni ziko daima, anazichukua zile kuni anaweka kwenye moto kabla haujateketea ili usizimike. Kwetu sisi ambao tumezaliwa kijijini tunajua moto wa kuni, lakini pia sio kila kuni ambayo unafaa kutumika kama nini? Kama kuni. Huwezi ukachukua mabua ukafanya kuwa kuni alafu kaweka kwenye moto uje upike makande na maharage, mahindi na maharage. Hapana. Mabua utatekeleza mengi sana, lakini unaweza usiivishe. Kwa huko kijijini tulikuwa kuna aina ya kuni ambayo tunachukua. Tena kuna kuni mzuri ambayo kwenye Biblia nilikuwa naangalia tafsiri yake. Kwenye Biblia wameandika mzeituni. Ule ukuni ukiwa na gogo moja tu inatosha kuivisha nini? Kuivisha chungu kabisa maharage na makande. Kwa nini? Una mkaa ambao hauteketei haraka na moto wake ni mkali. Jamani, Bwana atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo moto huu ulipaswa uwake. Sasa nataka tuangalie huu moto ulimaanisha nini kipindi hicho. Katika Agano la Kale moto ulimaanisha mambo mengi kulingana na mazingira ambayo yametumika. Lakini huu moto ambao unazungumziwa mahali hapa ni moto ambao uliwakilisha uwepo wa Mungu mahali pale katikati ya wale watu. Jamani, Bwana atusaidie sana. Umemaanisha uwepo wa Mungu pale madhabahuni, ambao watu wanakuja katika uwepo wa Mungu, wanatekeleza sadaka za amani, sadaka za kila aina, dhabihu. Sasa Mungu akataka moto huu ambao unawakilisha uwepo wake usizimike, akaweka watu ambao wataitunza huu moto. Kwa nini? Mungu angewasha tu moto akaiacha bila kumpa mtu majukumu, kazi ya kufanya, moto huu ungezimika. Lakini akaamuru, akawaambia, hakikisheni mnachochea kuni na kuhakikisha moto huu unawaka daima wala usizimike. Kuna maandiko kadhaa ambayo yanaonyesha Mungu akijitokeza kama moto katika Agano la Kale. Lakini pia katika Agano Jipya kuna andiko ambalo linasema Mungu wetu ni moto ulao katika Waebrania. Ukisoma kitabu cha Kutoka 3:2, Mungu alimtokea Musa katika kichaka kilichowaka moto, lakini kichaka kile hakikuteketea. Ni nadra sana ukichukua moto wa kawaida ukawasha kwenye kichaka alafu kichaka kisiteketee. Kawaida ya moto huwa ni kuteketeza. Katika Isaya anasema upitapo katika maji mengi hayatakugharikisha, na upitapo katika moto hautakuteketeza. Sasa maji huwa yanaweza yakawa na mabaki. Mafuriko yakipita
yanaweza yakaangusha, kama ni shambani kaangusha mahindi, mabua, isiende naye ikasafisha shamba. Utajua tu mafuriko yametokea, lakini kuna mabaki ambayo yanatokea. Ila moto ukipita una tabia kuteketeza na kuacha majivu. Jamani, Bwana atusaidie sana. Mungu wetu ni mzuri sana. Hilo andiko anasema kwamba ujapopita katika moto hautakuteketeza. Inanipa ujasiri ya kutokuogopa kabisa. Kwa sababu kawaida ya moto ukioka kwenye jengo usipowaiwa inateketeza kila kitu kilichopo ndani. Huwa moto una tabia kuleta hasara. Lakini moto huu ambao umemtokea Musa ni moto ambao unawaka alafu inatoa sauti ndani yake. Musa anageuka. Muujiza ule kuwepo pale sio moto kuwaka kwenye kichaka. Muujiza ni kichaka kubaki bila kuteketea. Maana sio kawaida. Jamani, Bwana atusaidie sana. Mungu alitokeza katika kichaka cha moto, akatokea kwa sura ya moto. Kwa hiyo wakati mwingine moto tunapouona inaweza ikaashiria uwepo wa Mungu. Mungu anamwambia Musa, vua viatu vyako, maana mahali uliposimama ni mahali patakatifu. Kwa nini? Musa alikuwa katika uwepo wa Mungu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kwa Mungu anaagiza moto ule utunzwe, kwa sababu ni uwepo wa Mungu ambao ulipaswa ukae katikati ya watu wake. Ni uwepo wa Mungu ambao upo. Watu wanapokuja kwenye uwepo wa Mungu wanapokea huduma mbalimbali. Watu walileta sadaka za kuteketeza, sadaka za amani, dhabihu ya dhambi. Yaani kuna mambo mengi ambayo aliendelea na aliagiza isizimike. Jamani, Bwana atusaidie sana. Moto ambao unawaka leo, tukizungumzia moto ambao uko katika mioyo yetu. Hatuna leo moto ambao unawasha madhabahuni. Ile madhabahu leo inaweza ikawa ni mioyo yetu. Na moto wenyewe ni uwepo wa Mungu, uwepo wa Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Mungu anaagiza usizimike. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Biblia inasema malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotokea katikati ya kijiti. Akatazama na kumbe kile kijiti kiliwaka moto, nacho kijiti hakikuteketea. Hii ni ajabu sana. Hii ni ajabu sana. Yaani kijiti kinawaka, kichaka kinapata moto, lakini haiteketei. Kwa kawaida mtu anapofika na kupata encounter na Mungu lazima experience kitu ambacho ni kinyume na taratibu za kibinadamu. Jamani, Bwana atusaidie sana. Kwa sababu kwa kawaida mwanadamu akitaka kufanya uharibifu anachoma moto. Kule kijijini kwetu, kama watu wanajenga nyumba za manyasi, mtu kama anakuchukia anafunga mlango alafu anatia moto kwenye nini? Kwenye nyasi. Ili maana anajua kabisa hapo utateketea na utaisha. Lakini cha ajabu, kijiti kinawaka moto lakini hakiteketei. Kumbe mtu anapofika na kupata encounter na Mungu lazima aone utofauti wa hali ya kibinadamu. Yaani apate experience mpya ambayo sio sawa na experience ya kibinadamu. Jamani, Bwana atusaidie sana. Mtu atakapokutana na uwezo wa Mungu, kuna mambo ambayo akili zetu haziwezi kutafakari, haziwezi kujua. Katika Wakorintho akasema mambo ya rohoni hujulikana na watu wa rohoni. Jamani, Bwana atusaidie sana. Haleluya, watu wa Mungu. Ndio huyo Yesu anamwambia mtu atembee juu ya maji. Tangu lini mtu atembee juu ya maji? Kuna watu wamesomea mpaka na kuogelea kama kuna shule yake, lakini hawawezi kutembea juu ya maji. Lazima wakanyage maji waloane, watembee ndani ya maji. Lakini Yesu anatembea juu ya maji, na uhakika Yesu alikuwa amevaa viatu, hakuwa peku. Jamani, Bwana atusaidie sana. Sisi tukitaka kuvuka maji lazima uvue nini? Viatu, siloanishe. Jamani, Bwana atusaidie sana. Kuna siku moja nimetoka kipindi kabla sijahamia huku, nikakuta mahali maji yapo. Sasa kuzunguka ni mbali alafu nimechoka. Nikamwambia Bwana, naamini ya kwamba Yesu alitembea juu ya maji, na umesema mkiamini kazi nizifanyazo na zaidi ya haya mtafanya. Nikafunga macho ili nikanyage maji nivuke. Ya kwanza nafanya hivi, nasikia kabaridi kwenye nini? Kwenye maji. Nikagundua maji hayajawa jiwe, nikarudi. Jamani, Bwana atusaidie sana. Nikajaribu ya pili, kwa sababu kuzunguka ni mbali. Mke wangu ananipigia simu, umekaribia kuja, ananiambia niko kwenye maji, natafuta namna ya kuvuka. Lakini niwaambieni kitu ya tatu, naona mmetega sikio. Nini kilitokea? Nilipofunga macho nasema, Bwana, basi kama sitembei juu ya maji, si malaika tu anivushe nikajikuta niko ng'ambo ya mto. Nafungua macho bado niko mwanzo.
Nikasema hapana, na kwa mimi nimefunga macho. Nikasikia mtu ananigusa bega. Nikasema huyu ni malaika. Natakiwa ni kumtazama. Bodaboda ananiambia mtumishi, twende nikuvushe. Jamani, mpigie Yesu makofi na vigelegele. Bwana akanivusha kwa njia hiyo. Yaani nilipohitaji uwepo wake, ingawa akili zangu zilikuwa zinawaza namna nyingine, lakini akatokeza kwa namna nyingine. Usikubali moto ulioko ndani mwako uzimike. Utakapokutana na Bwana utapata experience mpya katika maisha yako. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akaagiza msiuzime huo moto. Mimi nakwambia tangu Jumatatu, Jumapili tulipotoka mahali hapa, kuna watu ambao wamepata mwako ndani mwao. Hakikisha hiyo isizimike. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Sehemu nyingine ambayo tunaona moto unawaka, Mungu alipowaongoza Waisraeli kwa nguzo ya moto usiku. Hiyo ni Kutoka 13:21 na 22. Unaona, anasema Bwana naye akawatangulia katika nguzo. Lakini ile 22 anasema na usiku ndani ya moto mfano wa nguzo, ili kuwapa nuru wapate kusafiri mchana na usiku. Yaani Mungu alitokeza kama moto wakati akiongoza wana wa Israeli. Kulikuwa na wingu juu yao ili wazuia mchana ili wasipigwe na jua, kwa sababu safari yenyewe ilikuwa ni safari ya jangwani. Lakini Mungu pia alijitokeza kama moto. Walipofika usiku, moto ule uliwaka. Ulipowaka ukawa nuru katikati yao. Lakini nafikiri sio kuwaka tu, mahali ambapo walikuta baridi, ule moto ulileta joto katikati yao. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Hapo tunamwona Mungu pia akitokeza kama moto, na haijawahi kuzima for 40 years, miaka 40. Sasa muujiza ambao unaitafakari safari ya wana wa Israeli miaka 40, hatusomi kama kuna kiwanda ambayo imeandaliwa jangwani ili kizazi kinachozaliwa washonewe nguo. Hatujahesabiwa kwamba kulikuwa na mafundi cherehani ambao walishona, na kama wameshona walipata wapi nguo. Lakini Biblia inasema kwamba mavazi yao na viatu vyao havikuchakaa. Kwa nini? Mungu alikuwa pamoja nao kwa namna ya moto. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Ule uwepo wa Mungu katikati yetu ni Mungu mwenyewe. Mimi nawaambieni hapa, uwepo wa Mungu upo. Sasa akili mbaya inasema uwepo wa Mungu upo, lakini anaangalia kama atamwona nani? Atamwona Mungu. Uwepo wa Mungu ni Mungu mwenyewe. Wewe niwaambieni, kuna mtu alikuwepo gerezani. Watu wawili walienda gerezani. Kuna Paulo na Sila walienda gerezani wakaomba. Nani alikuja kuwatoa? Walipata mingurumo, si ndio? Si ndio jamani? Lakini kuna mtu mwingine anaitwa nani? Petro. Alipoenda gerezani, malaika akaja afanyaje? Akamtoa. Kuna wakati ambapo malaika anaweza akatumwa akaja akakutoa. Lakini Mungu akishuka mwenyewe, lazima experience tetemeko, kuna mingurumo ya ajabu. Maana akifika vitu vyote vilivyopo mahali pale vinatetemeka mbele zake. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Uwepo wa Mungu ndani mwetu sisi ni wa muhimu kuliko kazi tulizonazo. Ni wa muhimu kuliko biashara tunazofanya. Ni wa muhimu hata kuliko watoto wetu sisi. Yaani kama ni mimi, tungewafundisha watoto wetu wamjue huyo Mungu, ili na wao wapate experience ambayo tunapata na sisi. Akishuka mahali hapa, tutatafutana wenyewe. Jamani, Bwana asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Ngoja niwakumbushe, bendera hii mnayoiona, inawezekana kuna mgeni amefika hapa, kila anaona tunapohubiri bendera hii inasogea. Hii ni agano ambayo tuliweka kabla hatujahama pale Kimahama, kwamba sisi wa Tanzania, bendera yetu ya Tanzania, tutamwabudu Mungu wa Israeli ambao ni Mungu wa kweli. Bendera ya wapi? Ya Israeli. Tulipounganisha ni agano kwamba tutashikana na Mungu wa Israeli, na tulifanya mbele ya watoto wetu wala ambao tumeombea mahali hapa wameenda, ili hata kizazi chetu hiki kisipokuwepo, watoto wale watakumbuka kwamba kuna siku wazazi wetu walifanya hiki wakiwa na hama, ili kuhakikisha Mungu wetu anaendelea kutunzwa mahali hapa na uwepo wake unaendelea kubaki mahali hapa. Sema amina kwa jina la Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe.
Na tulipoileta hapa mbele, kuhakikisha mafundisho yanayofundishwa mahali hapa ni anayemsema Mungu wa kweli, ambaye ni Mungu wa Israeli. Sisi tunaamini tukimleta mtu ambaye atafundisha mafundisho ya uongo, atashindwa kuongea, atashuka. Kwa hiyo usiogope. Mahali hapa kanisa letu tunaita nyumba ya nini? Nyumba ya nini? Ya sala na nini? Sema na mkate. Msisahau hilo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Uwepo wa Mungu ukiwepo mahali hapa, unapaswa utunzwe, usiondoke. Lakini pia ndani mwetu sisi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Katika kitabu cha Kutoka 19 mstari wa 18 tunaona tena mfano mwingine ambao nitakupa kwa mfano wa mwisho, ambao ni mlima Sinai wote pia ukatoa moshi, kwa sababu Bwana alishuka katika moto, na ule moshi wake ukapanda juu kama moshi wa tanuu, mlima wote ukatetemeka sana. Wakati Mungu anaita wana wa Israeli, anamwambia Musa, nenda watakase watu hao ili wasogee mbele zangu, apate kuwapa yale maagano. Lakini Mungu alipotokeza alishuka kwa namna ya moto, mpaka watu wale wanamwambia Musa, wewe nenda kamsikilize Mungu anasema nini, utaje utuambie, kwa sababu waliogopa kwamba wataangamia. Kwa nini? Mungu alishuka kama moto. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Moto pia katika Agano la Kale iliweza kuashiria kwamba utakatifu wa Mungu. Mahali ambapo moto ulitokea ulionekana utakatifu wa Mungu, lakini pia unaweza kuashiria hukumu ya Mungu. Utasoma katika ipo pia ilo andiko katika kitabu cha Ufunuo, lakini pia inaashiria pia kukubalika kwa sadaka na ibada ambao watu wa Mungu wanafanya. Mfano, Gideoni alipotoa sadaka, moto ulikuja ukairamba ile sadaka ikateketeza, ishara kwamba sadaka zake zilikubalika. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini moto huu ambao Mungu aliagiza usizimike uliashiria uwepo wa Mungu na ibada endelevu isiyozimika mbele zake. Katika Agano Jipya, hiyo Walawi 13 tuliipata katika Wathesalonike wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 19, inasema msimzimishe roho. Yaani tangu zamani Mungu aliagiza uwepo wake usizimike katikati ya watu wake. Lakini pia katika Agano Jipya ambao Roho Mtakatifu alikuja, yule Mungu ambaye alikuwa anakaa juu yetu, alikuwa anafanya na watu wa Mungu juu ya watu wa Mungu, akaja akakaa ndani mwetu sisi. Paulo anaandika, anasema kwamba msimzimishe roho. Kwa nini? Roho Mtakatifu ana tabia ambazo zinafanana na tabia ya mwanadamu. Sasa yeye hafanyi dhambi, maana ni Mungu, mnielewe. Lakini anasikia, yaani yale ambayo tunayaongea, kuna saa ambayo sio saa, yaani tunapoongea anasikia yale ambayo tunaongea. Sasa ikitokea tukiongea yale ambayo hayamlingani Mungu, tunamfanya anahuzunika, kwa sababu pia anaweza akahuzunika. Kama hazimiki, Paulo asingesema kwamba msimzimishe. Maana yake kuna wakati ambapo kwa ajili ya matendo yetu ya miili tunamfanya Roho Mtakatifu anashindwa kufanya kazi ndani mwetu, tunamzima kabisa. Na Roho Mtakatifu tukimzima katika maisha yetu, mwanadamu ni mtu mwenye nafsi tatu, ana mwili, ana roho, nafsi na nini? Na mwili. Roho Mtakatifu asipokuwepo ndani mwetu sisi, yaani unakuwa mtu aliyekufa mwenye mwili na nafsi. Yaani tukikuangalia, ingawa unatembea, unatoa na michango, unafanya vizuri kwa kuimba kwaya na unatembelea washirika, lakini ndugu, umekufa. Jamani, Bwana atusaidie sana. Haleluya, watu wa Mungu. Yaani Roho Mtakatifu asipokuwepo ndani ya maisha ya muumini, ndani ya maisha ya Mkristo, ndani ya maisha ya muamini, huyu mtu anabaki kuwa mtu ambaye amekufa, ingawa ana nafsi na mwili. Sasa huyu Roho Mtakatifu akiwa amezima ndani mwake, mtu huyu anaongozwa na mwili. Jamani, Bwana atusaidie sana. Roho ni mtu wa ndani, nafsi imekaa katikati ya roho na nini? Na mwili. Sasa roho akifa, yule mtu wa ndani, huyu wa nje ndiye atakayekuwa anaonekana. Ndio utamkuta mtu ni mtukanaji, mtu ni mwongo, mtu ni mgomvi. Kwa nini? Amemzimisha roho wa Mungu.
ndani mwake. Unaweza ukajiuliza, ikiwa ameshakuwa hai ndani mwangu, inawezekanaje akazima tena? Anaweza akazimishwa. Moto huu ambao Mungu aliagiza usizimike madhabahuni katika Walawi mlango wa 10 mstari wa kwanza kabisa, kuna watu vijana walienda wakaizima moto. Ulipozimika walifanya uzembe, moto ukazimika, wakaleta moto wa kigeni kuja kuiwasha mahali ambapo Mungu amesema na moto wa kigeni usiletwe kuwashwa mahali pale. Matokeo yake ule moto uliwaka ukawateketeza, wakafa. Jamani, Bwana msaidie sana. Hivyo hivyo na Roho Mtakatifu ndani mwetu sisi asipopewa nafasi. Sasa kwenye Walawi tumeona kwamba kuna moto ambao tayari umeshawashwa, lakini kuna kuni ambazo zilipaswa ziwepo iendelee kuchochewa ili ule moto uendelee kuwaka. Lakini pia kuna kuhani ambaye aliweza kuchochea ule moto. Roho Mtakatifu anapokuja ndani mwetu sisi, tuna wajibu wa kumfanya yeye aendelee kuwa ndani mwetu sisi. Jamani, Bwana atusaidie sana. Roho Mtakatifu kuja ndani mwetu sio kazi, anaweza akaja. Lakini je, atakaa ndani yetu sisi? Ataishi na sisi? Atatembea na sisi? Maana Yesu anasema katika Ufunuo, tazama nabisha mlangoni, mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia na kukaa naye. Kwa anapokuja haji tu alafu akafanya mambo alafu akaondoka. Anakuja alafu anakaa katikati yetu sisi, anakaa ndani yetu sisi. Maana kila tunachofanya sasa, hii ni ajabu. Yaani anasema mkikaa ndani yangu nami ndani yenu. Yaani tunakaa ndani ya Mungu, alafu huyu Mungu ambao dunia nzima haimtoshi kukaa, anakaa ndani yetu sisi. Kwa kila ambacho tunakifanya anakuwepo katikati yetu. Jamani, Bwana tusaidie sana. Siku moja nilikuwa namwambia mtu, ukitaka kufanya tukio ambalo sio zuri, huwa mara nyingi tunaangalia nani ananiona, watu wanaoniona. Nikamwambia, lakini sidhani kama umekumbuka kuangalia kama Mungu anakuona juu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Yesu atusaidie. Mara nyingi mtu wa namna hiyo anapofushwa fikra zake, anahisi yuko mwenyewe. Shetani anamtenda mtu kwa hila, anahisi yuko mwenyewe, anasahau kwamba yuko Mungu wa dunia yote ambao anakaa ndani yetu sisi. Hii ni ajabu. Sasa Roho Mtakatifu akiwa ndani mwetu sisi, asipopewa nafasi, asipotambuliwa, asipopewa kazi ya kufanya katikati yetu sisi, ananyamaza kimya, anazimika. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Roho Mtakatifu anapokuja katika maisha ya muamini, anatamani ashirikiane naye katika mambo yote kwa ajili ya ufalme. Sema katika mambo yote. Sema tena katika mambo yote. Sasa mambo yote, weka yale mambo ambayo unafanya kila siku ili siku hiyo imeisha. Anatamani ashirikishwe. Utasema Roho Mtakatifu anakula? Huwa si tunamwalika Mungu kwenye chakula chetu? Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Anatamani awe katikati yetu sisi, tumshirikishe katika mambo yote. Lakini mambo ambayo agenda kubwa ya Roho Mtakatifu ni agenda ambayo inahusiana na ufalme wa Mungu. Anapokuja ndani mwetu sisi, anakuja na mission maalum. Yaani ukiwa leo kama balozi, umekuwa balozi labda mwakilishi wa nchi, ukienda sehemu, yaani hutakuwa na sera zako mwenyewe, lazima uende na sera ya ile taasisi ambayo imekutuma mahali pale. Sasa Roho Mtakatifu ametoka mbinguni, ni Mungu kutoka mbinguni ndani mwetu sisi. Anapokuja ndani yetu sisi, ana mission maalum wa kufanya. Sasa lakini pia anahusika na maisha yetu ya kawaida. Yaani kama ni kwenye biashara, anataka aje afanye na sisi. Kama ni kazi yetu sisi, anataka aje afanye na sisi. Bila shaka tulijifunza wakati tunasema kuanza na nani? Maombi kabla ya. Yaani kitu ambacho utafanya baada ya kuomba inakuwa na ustadi mzuri zaidi kuliko ile ambayo utafanya kabla ya kuomba. Kwa Roho Mtakatifu anakwemo ndani mwetu, anataka ashirikiane na sisi katika mambo yote. Yaani kama unaamka asubuhi ukimwambia twende, mimi natumia bajaji kwenda mjini, tupande hii bajaji, anaweza akakwambia mwanangu usipande hiyo, subiri itakuja nyingine. Jamani, Bwana msaidie sana.
Bwana Yesu asifiwe sana. Ila sasa wakati mwingine hatumpi nafasi ya kuzungumza na sisi, hatumpi nafasi ya kuongea. Akitaka kusema Epafras mwanangu, wewe tunaitika naam Mungu wangu, nataka uende sehemu fulani. Ukiangalia hapo ambapo unaenda, mzee hapa nitaendaje? Unaanza ubishi, maana unataka kumwambia acha haya ya kwako niyafanye ya kwangu. Wengine wengi hapa wanaitwa na Mungu akatumike, lakini wanashindwa, wanabishana, Bwana nitaishije? Atakwambia mara ya kwanza, mara ya pili, ya tatu ananyamaza kimya. Jamani, Bwana atusaidie sana. Haleluya, watu wa Mungu. Roho Mtakatifu anahitaji kupewa nafasi kubwa, ushirikiano na kutambuliwa ili aweze kufanya mabadiliko katika maisha yetu ya kiroho. Sauli anaambiwa kwamba utakutana na watu wanaotabiri, utajazwa Roho Mtakatifu nao utakuwa mtu mwingine. Yaani Roho Mtakatifu akija anataka abadilishe maisha yetu yafanane na maisha ya watu ambao wanamcha Mungu. Mlevi anapompokea Yesu anaweza akamkiri Yesu akiwa amelewa, lakini kuna kazi Roho Mtakatifu anafanya ndani mwake. Kesho ana ile kiu inaisha, anambadilisha. Tunakutana naye, unasema huyu mwaka jana hakuwa hivi, lakini leo amekuwa hivi. Kwa nini? Kazi ya Roho Mtakatifu ndani mwake. Kuna mtu alionekana kuwa na maisha duni sana, lakini kwa kuwa anamcha Mungu, Roho Mtakatifu akaendelea kumuongoza, akaendelea kumuelekeza. Leo yuko mahali aliko, tunasema huyu miaka 10 iliyopita hakuwa anafanana hivi. Kwa nini? Roho Mtakatifu akipewa nafasi analeta mabadiliko hata katika maisha yetu ya kimwili. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Kama vile moto ule wa madhabahuni ulivyohitaji kuni na kuhani wa kuendelea kuchochea, vivyo hivyo Roho Mtakatifu ili aweze kukaa ndani yetu, kuna mambo muhimu ambayo tunapaswa kufanya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo mengi sana, hatuwezi kumaliza, lakini nataka nikupe pointi 4 kama sio 5 kwa haraka ambavyo unaweza ukapractice hata moja. Huwa tunasikizaga mahubiri sana, lakini ni vizuri sana kila ambacho tunasikia madhabahuni tukaitendee kazi. Fanyia practice, sema mimi nitashika hichi hapa. Ukianza na hiyo, akija ndani mwako ukamzoea kwenye hilo eneo, atakupeleka na hatua nyingine, utaanza kushirikiana naye. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo ambayo tunapaswa kufanya ili tuendelee kutunza ule moto wa Roho Mtakatifu ndani mwetu, moja ni kujitakasa, kuhakikisha tunaishi maisha matakatifu. Hiyo nimeiweka namba 1 kwa sababu Roho mwenyewe anaitwa Roho Mtakatifu. Jamani, Bwana atusaidie sana. Kila siku tukienda mbele za Mungu kwa kujitakasa. Kuna Biblia inasema kwamba tujiepushe na dhambi tuzingawe kwa wepesi. Kuna mambo madogo ambayo nakumbuka siku ile ya Jumapili mchungaji wetu kiongozi alizungumza mambo ambayo ingawa yanaonekana ya kawaida sana, lakini yakishika nafasi katika maisha ya mtu ni ngumu sana kukutana na Mungu. Ingawa unampenda, lakini ukitaka kumfanya rafiki inashindikana kwa sababu kuna kitu kimeshika moyo wako. Sasa ni kujitakasa na kuishi maisha matakatifu. Katika Petro wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 14 hadi wa 16. Nasoma ile 16, nasema kwa maana imeandikwa mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Jamani, wangapi mahali hapa ni watakatifu? Mnyoshe mikono wala ambao wanajua wao ni watakatifu mahali hapa. Hamjanielewa? Watakatifu walioko mahali hapa naomba wanyoshe mikono. Kuna mtu anafikiri inawezekana kuwa mtakatifu. Tulikwenda kwenye kuhubiri mahali tukamkuta mtumishi mmoja tukawa tunamhubiria. Akaangalia akasema, nyewe vijana mmeokoka? Tukamwambia ndio. Akasema hamna wokovu duniani. Mnaishi maisha ya watakatifu ndio. Mnawezaje mkiwa vijana? Yaani yeye anaona ni ngumu kwa sababu kuna kitu ameshindwa, amekosa. Ukimwalika Roho Mtakatifu ndani mwako, atatusaidia kwa yale mambo ambayo hatuyawezi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna mtu binafsi eti mtu hana Yesu hajajazwa Roho Mtakatifu, kwa sababu kwanza huwezi kujazwa Roho Mtakatifu kama una Yesu. Hajajazwa Roho Mtakatifu alafu anasema mimi nimejiweza tu kujikontrol. Usitudanganye ndugu.
Yaani wewe ukiniambia hivyo, wewe ni mwongo katika waongo wote duniani. Jamani, Bwana tusaidie sana. Roho Mtakatifu pekee ambaye anajua madhaifu yetu sisi, anatusaidia pala ambapo hatuwezi. Mwingine unakuta anakashida tu, ni kaasili tu ya ukorofi na msumbua, anakwambia mimi ni Masai, ukinichokoza yule babu atainuka ndani mwangu. Roho Mtakatifu akija anateketeza mpaka unabaki unasema, ndugu umenikanyaga lakini Bwana akubariki. Yaani yeye pekee anatubadilisha, tunafanana na yeye. Jamani, Bwana atusaidie sana. Si Biblia imesema hivi, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo nini ambao kama hauna mbinguni ni hadithi kwako. Jamani, Bwana atusaidie sana. Tunamhitaji Roho Mtakatifu wa Yesu, lakini lazima tuishi maisha ya kujitakasa, maisha ambayo ukisema ndio ni ndio. Siku natupu mmesema nimemkataa shetani na mambo yake yote, yaani muachie kila kitu alichonacho. Ishi maisha ya utakatifu. Ukiweza hivyo, aliye mtakatifu atakuja, ataishi na sisi. Jamani, Bwana tusaidie sana. Haleluya, watu wa Mungu. Hakuna mtu atasema kwamba kuna dhambi ambayo inanitesa sana nimeshindwa kuacha. Hujamwalika, wewe tubu, mwalike, mwambie njoo. Yaani kazi ya Yesu msalabani ni kutushindia dhambi, kufanya sisi tusiyekuwa na uwezo wa kufanyika watakatifu, akatupa uwezo kwa Roho Mtakatifu wake, tunafanywa watakatifu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Mtu anaweza kama ameua jana jioni, lakini akakutana na Yesu usiku, anakusafisha. Ingawa asubuhi tutakuburuza mahakamani, muuaji, lakini mbingu zinasema huyu mtu hajawahi kutenda dhambi. Hii ni ajabu. Yaani wao nikifikiria nasema huyu Mungu, yaani kama ningemuona kwa macho nitashika vazi lake popote apitapo. Jamani, Bwana atusaidie sana. Haleluya, watu wa Mungu. Yakobo alikuwa na akili sana. Alipomuona akasema, mzee uniache, kamata uniache mpaka unibariki. Sasa angalia, Yesu yupo na anawatokea watu wengi. Nilikuwa nawaambia ndugu zangu fulani, hakikisheni umejiandaa Yesu akwambia unataka nini, usishindwe kitu cha kuomba. Jamani, Bwana atusaidie sana. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu anakaa mahali patakatifu. Tujitakase, tuishi maisha ya utakatifu. Usiogope kuitwa mlokole. Askofu aliongea vizuri sana. Kwa nini tuliitwa wa Pentecost? Kipindi cha nyuma wanasema walikuwa wanaitwa watu wa njia ile. Sasa kwa sababu kuna mambo ambayo anaona, yaani watu wafike wasema hakika huyu anasaidi kwa sababu anampenda Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, watu wa Mungu. Sema mimi ni mtakatifu, nitaishi maisha matakatifu. Kama unaogopa ujue kuna kitu ambacho hakijakaa sawa. Maisha matakatifu, hiyo ni moja. Ya pili ambayo nilikuwa naona ni vizuri sana tukawa tunafanya ili Roho Mtakatifu ule moto wake uendelee kwa ndani mwetu, endeleza kila ambacho umepokea. Yaani siku ile ulipojazwa kuna mambo ambayo yamezaliwa ndani mwako. Sasa cha kufanya, endeleza kila ambacho umekipokea. Umewahi kusikia mtu anasema kwamba niliokoka mwaka jana, baada ya miezi miwili nikaanguka? Maana hata Yesu mwenyewe alianguka alipoenda msalabani. Ilipofika Januari nikakutana na wainjilisi huko sokoni, wakaniombea nikaokoka. Bahati mbaya kama mwezi wa 3 nikaanguka tena. Mwezi wa 5 sasa nimeamua sitarudi nyuma tena. Sasa mtu ana namna hiyo anahitaji kufanya maamuzi. Kila ambacho umepokea siku ile, huwa ninyi wenyewe mna experience, najua hiyo uzoefu tunao. Baada ya maombi ile siku ya 40 ambayo tunaomba muda mrefu, yaani baada ya kufungua wengine wakitaka kula wanashtuka kama vile niko kwenye maombi bado. Kwa nini? Mwili umeshazoea kuingia kwenye nini? Kwenye maombi. Na wengine hapo wanapokea moto, wanaanza kuwa wasomaji wa neno la Mungu. Anasoma kitabu cha Mwanzo, walau Hesabu, asipoendelea tena akimisi siku moja, yaani Kumbukumbu la Torati atakuja kusoma baada ya miezi 3. Ni kweli au uongo? Au ni mimi tu ananikutaga? Jamani, kuna mtu anasema kuanzia leo
nitakuwa ninaomba kila siku. Pengine anaomba saa 7 usiku. Siku hiyo anasafiri usiku, anaenda Mwanza. Ameshuka, anasema Roho Mtakatifu mwenyewe anajua niko safarini, atanisamea, kesho nitaomba. Kesho tena kurudi kuomba, ni rehema za Mungu ziingilie kati. Anakuja kukumbuka tena baada ya miezi 6, akiambiwa kuna tatizo, nimeachia wapi maombi? Mimi niwaulize, kuna watu hapa baada ya maombi 40 hawajai kuomba mpaka na leo, maombi ya kufunga. Na anatamani. Jamani, Bwana tusaidie sana. Kumbe ile siku ambayo umepokea ule moto, unatakiwa uendelee kuchochea hadi ishike kasi yenyewe. Kule kijijini kuna mashine, kama mjini zipo zile mashine za kunyanyua na nini na hende. Yaani unanyanyua inasikia mpaka inakamata nini? Inakamata gia, inaondoka. Wanaoendesha magari yenye hizi maji, ukiweka namba 1, kiweka gia, unaachia clutch, unakanyaga mafuta tena kwa nguvu kidogo ili utoke. Ukiachia mafuta utasikia tu mpaka uje ufanyaje tena? Washe tena. Jamani, Bwana msaidie sana. Lakini ili iwe nzuri, unaweka gia, unakanyaga mafuta, unaenda unatupia pili, unaongeza mafuta ya 3, unaongeza mpaka unaenda, yaani mpaka mwenyewe unaanza kuenjoy safari. Sasa hivyo Roho Mtakatifu usipochochea kila ambacho umekipokea, usipoendeleza kila ambacho umekipokea, kusoma neno, kuomba, utashangaa ahadi ambayo kipindi cha nyuma, ngoja niwaambieni ya kwangu. Kipindi cha nyuma nikachukua notebook yangu, katikati ya notebook kabisa nikaandika, kuanzia leo nitakuwa nafunga kwa wiki na kula siku 1. Kweli nikafanikiwa. Sasa huko mazingira nilikuwa nafanyia kazi, ilikuwa ni kula ugali maharage. Siku moja nyama yakaletwa. Alafu nikiangalia yenyewe hizi siku ambazo nafunga, nikija kufungua yatakuwa yamefanyaje? Yameisha. Nikasema lakini Roho wa Bwana, hii sio sheria. Hii sio sheria. Nikala. Sasa nakuja kuangalia notebook yangu baadaye, naumia maana sijakifanya kile ambacho nimefanyaje? Nimeweka nadhiri kwamba mimi kuanzia leo nahakikisha nakula mara 1 kwa wiki. Jamani, Bwana tusaidie sana. Kumbe ningeweza kufanya hivi. Najiulizaga 40 tunawezaje? Unafunga siku ya kwanza, ya pili, ya 5, 10. Miili inashika, inajua kwamba niko kwenye maombi, wala hata haziumi tena. Ikikaribia mwishoni kanjaka na kuja, lakini tayari unajua roho imeshapata nini? Nguvu. Lakini usipoendelea kila ambacho Roho Mtakatifu amekupa, inazimika. Yaani baada ya miezi 3 kirejea notebook yako, unakumbuka agano ambalo umeweka na Mungu, moyo kanaanza kuuma. Mpaka mwingine anaona siweki tena maana nitakuwa na mkufuru Roho Mtakatifu. Anaanza kuona hivi. Kumbe shetani anakuhubiria utaendelea kushindwa, utakuwa na mkashifu Mungu, achana nayo. Kila ambacho Roho Mtakatifu ametupa. Jumapili iliyopita tuliomba mahali hapo, watu wakafurika. Endeleza mtumishi wa Mungu, wala isizimike. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwingine anainuka anasema kuanzia leo nitakuwa namtolea Bwana. Anafanya hivyo, anabarikiwa, anamwona Mungu. Inafika mahali siku moja akikopa tu ya Mungu hawezi tena. Tunahitaji kuendeleza kila ambacho Roho Mtakatifu ametupa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, watu wa Mungu. Kusoma neno la Mungu, maisha ya maombi, yani yanatakiwa yawe yanatakiwa yawe maisha yetu. Kila ambacho siku ile ulipoamua ukapiga magoti, ukabubujika, ukasikia rohoni mwako napaswa kufanya hivi, endeleza ili isizimike. Paulo anamwambia Timotheo hivi katika Timotheo wa 2 mlango wa 1 mstari wa 6. Paulo anamwambia Timotheo, kwa sababu hiyo nakukumbusha, mwambie jirani yako, nakukumbusha, uichochee karama ya Mungu iliyo ndani yako. Mwambie ichochee karama ya Mungu iliyo ndani yako kwa kuwekewa mikono yangu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Paulo anamwagiza Timotheo. Timotheo alikuwa kijana wake wa kiroho. Anamwambia kwa sababu hiyo ichochee na kukumbusha, ichochee karama ya Mungu iliyomo ndani yako kwa kuwekewa mikono. Sasa andiko hili usipolifuatilia, sio kwa kuja kuwekewa mikono.
ile ambayo umepokea baada ya kukuwekea mikono. Ndio inamaanisha hivyo. Yaani alishamwekea mikono, Timotheo akajazwa Roho Mtakatifu, kuna karama zikainuka ndani mwake. Sasa anamwambia Timotheo, naam, ichochee karama ya Mungu iliyomo ndani mwako kwa kuwekewa mikono. Kwa maana nyingine, baada ya kukuwekea mikono kuna karama ulizipokea, hakikisha unazichochea, yaani unazifanyia kazi kila ambacho umekipokea. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Yaani Paulo alijua kabisa kama huyu ndugu asipofanyia kazi kila ambacho, ingawa Paulo alikuwa na mafuta sana, yaani kama katika mitume ambao alikuwa na mafuta ya kutosha, naye alikuwemo, amemwekea mikono. Sasa mafuta ile inaweza ikazima. Akamwambia, hakikisha unaichochea karama ya Mungu iliyomo ndani mwako kwa kuwekewa mikono. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Ngoja niwaambieni kitu. Usipochukua hatua wewe mwenyewe, hakuna upako wowote utakao kujia alafu uweze kufanya ambavyo hutaki kufanya. Mnaitwaga sio nyie. Watu wanataka nyoka, njoo chukua sijui nini, upako wa kufanya nini. Ni uongo. Roho Mtakatifu ni Mungu ambaye anasikia na anaona. Akiingia ndani mwetu, usipokuwa na muda naye anaondoka. Jamani, Bwana atusaidie sana. Hiyo nyingine ni uchawi. Mimi nawaelezeni ukweli. Yaani anataka, amekuja ndani mwako, ushirikiane naye. Anza kuomba. Utaomba siku ya kwanza, utasikia ugumu. Utaomba siku ya pili, utasikia ugumu. 3, 4, 5, 6, mwili unaanza kufanyizwa kazi. Unajua sasa natakiwa niombe. Ngojeni niwaambieni kitu. Mwili hautaki kufanya mambo ya Mungu. Paulo amesema, nani alisema? Roho hii radhi, lakini mwili ni dhaifu. Ukitangaza maombi, hakuna mtu ambaye hapendi maombi, lakini wakifika kwenye maombi wanataka kuombewa, hawaombi wenyewe. Kwa nini? Sio rahisi. Miili hii inajua kwamba nikianza kusoma neno la Mungu na kuomba naenda kufa. Si Paulo amesema mvifishe matendo ya nini? Ya mwili. Mwili unajua kabisa nikianza kuomba nitakufa, kwa haihitaji kwenda. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Haupendi. Sasa mwili unajua ukifanyizwa mazoezi, roho inapata nguvu yenyewe, inadhoofika, yani inashindwa kufanya yale mambo ya matendo ya mwili. Unaenda kuomba, nasikia bora kabla nimeomba muda mrefu sana. Unachukua na kasimu, unaangalia kama kuna mtu amekumessage WhatsApp. Unaomba, unaona bora kama vile nimesikia jana na timu gani ilicheza jana, ngoja niangalie nani ameshinda. Yaani huko kwenye maombi, lakini unapata ka break. Lakini utaomba siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, mpaka mwili unasema sasa I surrender to you. Roho endelea. Bibi unafika hapo inasema wanaoongozwa na Roho hao ndio wana wa nani? Wa Mungu. Kuongozwa na Roho inawezekana. Jamani, Bwana atusaidie sana. Haleluya, watu wa Mungu. Paulo alipomwekea mikono Timotheo, anamkumbusha, anamwambia ichochee karama iliyoko ndani yako. Na Timotheo asingefanya hivyo, angeipoteza ile karama iliyo ndani yake. Na mimi mchana wa leo nikukumbushe, rafiki yangu na ndugu yangu, tuichochee karama ya Mungu ambayo iko ndani mwetu sisi. Sema amina kwa jina la Yesu. Yaani tusiwe moto tu wakati wa Pentekoste, alafu ikishapita tunarejea katika maisha yetu ya kawaida. Hapana. Pentekoste ni kumbukumbu, tunakumbuka kitu ambacho kimefanyika. Lakini uwepo wa Roho Mtakatifu katika maisha yetu ni asubuhi, jioni na usiku, nyakati zote za raha na nyakati ambazo sio za raha. Sisi ni wa Pentekoste. Yaani Roho Mtakatifu anakuwa maisha yetu, sio sehemu ya maisha yetu. Nilikuwa nafuatilia tofauti ya Roho Mtakatifu kuwa maisha yetu na Roho Mtakatifu kuwa sehemu ya maisha yetu. Akiwa maisha yetu manake tunaishi Roho Mtakatifu. Lakini akiwa sehemu yetu manake anakuwa the part of our life. Yaani kuna saa tunachukua mengine, alafu tunamwacha, alafu kuna saa tunamchukua yeye tunaacha mengine. Anakuwa ni maisha yetu sisi. Kuna mtu aliandika kitabu inaita Good Morning Holy Spirit. Yaani kila asubuhi anamsalimia. Na rafiki yangu mmoja yuko kwenye
maeneo fulani huko Bariadi, naonaga kwenye status zake kila asubuhi ataandika good morning Holy Spirit. Ikanipa picha kwamba huyu jamani kweli anamsalimiaga. Anasema kabla hajakutana na mtu yeyote, wa kwanza kumsalimia ni Roho Mtakatifu. Si tuko naye? Jamani, Bwana tusaidie sana. Natamani nifike sehemu niwe na uwezo hata ikifika jioni muulize Roho Mtakatifu, pole kwa kuudhiwa leo mchana. Najua kuna watu wamekuudhi. Wasamehe. Yaani you live with him as a friend. Yaani rafiki, yaani unachat naye Roho Mtakatifu. Siku moja nilikuwa naomba, ikawa kuna kitu inaendelea ambayo inanikereka. Roho Mtakatifu unajua nakereka. Si ukanyamazishe tu ile. Nikasikia kimya. Nikasema kumbe upo. Sijaanza Roho Mtakatifu. Nenda nimeishi tu kama yupo naye, alafu kama ni mtu hivi ukianza kumpigia makelele mtu atafurahi. Nikamwambia Roho Mtakatifu unajua kabisa hii kitu inaniuzi. Si ukanyamazisha. Nikafurahi. Ingawa kuna saa kama mwanadamu, unasahau, unapanda kwenye gari, umefika katikati unakumbuka unaona sasa Roho Mtakatifu nisamehe, karibu kwenye safari yetu. Lakini Mungu atupe neema. Ifike sehemu ambayo katika kila tufanyalo, kwa neno ama kwa tendo, tufanye kwa utukufu wa nani? Tunamhusisha na Roho Mtakatifu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wananielewa? Ya tatu, mruhusu akutumie na sio wewe umtumie. Hizi pointi leo nilikuwa naandika jana, nilikuwa kabisa nasikia niko rohoni. Yaani tofauti na ile ya kawaida ambayo nimeshazoea. Mruhusu akutumie na sio wewe umtumie. Wengi wanataka watumie nguvu ya Mungu kama mtaji wa kujinufaisha badala ya Roho Mtakatifu awatumie wao wenyewe kwa faida ya ufalme wa Mungu. Katika Warumi 12:1 anasema, basi ndugu zangu na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Alafu naruka kwenye mstari wa kwanza nenda mstari wa 11, anasema kwa bidii si walegevu, mkiwa na juhudi katika roho zenu, mkimtumikia Bwana. Yaani tumruhusu Roho Mtakatifu yeye atutumie sisi. Sasa hawezi akakutumia kama hajakutengeneza. Yesu alipowaita mitume, hajawaita tu alafu akawaambia nendeni kazini. Aliwaita akawaweka kwanza darasani. Alipoona wameiva akawaambia sasa ingojeeni ahadi ya Baba ambayo itawajia baada ya siku chache, ndipo mtaenda. Ndio sasa nawaagiza. Kwa hiyo yani umeokoka leo, umejazwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu nifungulie biashara, Roho Mtakatifu niponye. Achana na hiyo. Yani sio atufanyi biashara na yeye. Tumwalike kwanza, atutengeneze, alafu tumwambie tutumie. Unajua ukiombea tutumie, maana ngoja tunasemaga Mungu tunamtumikia Mungu, lakini shetani anatumikisha watu. Yaani anakushika siara sehemu utaki kwenda anakupeleka. Lakini Mungu anatutumia sisi. Yaani ruhusa kutumie. Ingawa kutumiwa na Mungu sio kama ni rahisi. Kuna wakati anaweza kukupa kazi ambayo ni ngumu, lakini tutathibitishaje kama uwepo wake uko pamoja na sisi? Ni kwa kukubaliana na yeye kututumia kwenye mission. Anasema nitakuwa pamoja na ninyi hata ukamilifu wa dahari. Jamani, Bwana atusaidie sana. Tumruhusu atutumie. Mwambie Bwana nitumie. Sasa ingawa kutumiwa na Bwana ndio. Najua ninyi mnajua. Pengine Mungu leo kuagiza kufanya jambo fulani. Wakati mwingine sio kwamba atakuagiza kila siku mambo ambayo ni mazuri. Akikuagiza leo akwambia nenda eneo fulani kafanya 1 2 3. Lakini ukienda pale unaona kabisa Mungu wangu nakutana na bunduki mahali hapa. Lakini ameniambia nenda. Mruhusu akutumie. Anasema Paulo, itoeni miili yenu iwe dhabihu takatifu. Dhabihu. Yaani iwe sadaka. Wakati askofu anafundisha semina, nilidaka andiko moja akasema, neno moja alisema, unaogopa kufa kumtumikia Mungu? Kuna wahubiri wamekufa kwa kumtumikia Mungu. Unafikiri wao wamependa? Hawajapenda. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Yaani unafika level ya kusarenda, unamwambia Bwana, mimi hapa nifanye kama upendavyo. Nifanye kama upendavyo. Roho Mtakatifu atakufinyanga, atakutengeneza. Kama anataka akufanye ndege, atakuumba kama ndege, alafu atakuacha kwa spidi ya ndege. Kama anataka uwe trekta la kubomoa shamba, atakutengeneza kama chuma lizito.
atakuweka kama detector. Ukipita sehemu wanasema wale waliopindua ulimwengu kule wamefika na huku kwetu, kwa sababu Mungu anakutumia. Haleluya, watu wa Mungu. Tumruhusu atutumie, wala tusimfanye mtaji wa biashara, tusimfanye irizi wa kuvutia. Aje kwetu, maana ni mfalme, ni baba. Tumwambie tuko hapa, tutumie. Hawezi kuondoka, maana ana kazi nyingi ya kukufanya ufanye. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Mimi nimeshagundua ukijiachia kwa Roho Mtakatifu, yani atakuepusha na mambo mengi, atakuwa msaada, yani hutakwama kwa sababu eti adui amekwamisha. Otherwise anakusudi kwa lile ambalo unapitia. Tumruhusu atutumie. Anaweza akakutumia kama sindano, anaweza akakutumia kama barabara unakanyagwa na wengine, anaweza akakutumia kama bunduki. Haleluya, haleluya. Wangapi wangependa watumiwe na Roho Mtakatifu? Mpe Yesu makofi na vigelegele. Tumpe nafasi, tumwambie tutumie sisi. Na Mungu akikutumia, ulimwengu utakushangaa kabisa. Unajua, tunapoombaga Roho Mtakatifu nisaidie, watu wafufuke, wagonjwa wapone, hiyo ni biashara yetu sisi. Yaani kabla hujaenda kule, kuna hatua ya kwanza ambayo unatakiwa umalize, alafu ndipo uende hatua nyingine. Sema next level. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatuwezi kwenda huko kwa kusoma, wala hatuwezi kusomea kutumika kwa Roho Mtakatifu, ila yeye akija anajua vile ambavyo atatutumia sisi. Maana anasema katika Zaburi, tu watu wake na kondoo wa malisho yake. Yaani sisi ni watu wake. Anasema hivi, hamjui miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu, wala sio mali yenu ninyi wenyewe. Yaani hapo ulipo wewe ni kondoo wa mtu. Sasa huyu kondoo ambaye hataki maziwa yanywewe na mfugaji ni kondoo namna gani? Kubali kutumiwa na yeye. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nakubali anitumie. Atanitumia wapi? Atajua yeye. Maana anasema watu wote na dunia yote ni wa kwake. Hakijala kwambia mwanangu, baba, nataka uende Sudani. Baba, nimeitoa kazi nzuri Dodoma. Ndiyo, nenda Sudani. Unafika sehemu unasema Lord, I surrender. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Hatutamwona Mungu kama hatutafika hatua ya kujisalimisha kwake, kwamba Bwana tumekuja. Na ngoja nikwambie kitu, ukimpelekea mtu zawadi, usimpe masharti ya kutumia, kwamba nimekuletea hii koti, nataka uvae kila Jumapili nikuone. Hapana. Sasa na wewe Mungu akikutaka, usimpe masharti ya maeneo ambayo atakutumia. Jamani, Bwana tusaidie sana. Usimwambie, au unaniletea gari na unaambia Pastor Epafra, hii gari ni ya kwenye lami tu, nisikuone umepanda nayo kule Ngulelo, nitakunyang'anya. Sitakubali. Sitaki kabisa hiyo na manyanyaso. Lakini Roho Mtakatifu ukimwendea, na yeye usimwambie nitumie tu mjini, nitumie tu mahali ambapo kuna maneno ya nchi. Mwambie niko hapa Bwana, nitumie kama upendavyo. Sema nitumie kama upendavyo. Sasa Roho Mtakatifu anapopenda ana mambo mengi mazuri. Jamani, Bwana tusaidie sana. Akipenda akutumie, kwamba unaingia tu mahali hapa viwete wanatembea, mwambie Yesu asante. Akitaka akutumie, ukifika hospitalini kabla hujatoa vidonge wote wamepona, mwambie Yesu asante. Akitaka akuambie nenda South Korea, mwambie Bwana asante. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu mmoja akagundua akasema, shukuruni kwa kila jambo. Roho Mtakatifu anakokutumia wewe, yeye jipeleke, mwambie niko hapa, mimi ni chombo Bwana. Acha niende kwenye pointi nyingine. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Acha nimalizie haraka. Anasema mruhusu akushauri na utii na kufuata kila anachokuambia. Mruhusu akushauri, moja. Lakini baada ya ushauri utii
kile anachokuambia. Wengi tumeshindwa kwenda mbali kwa sababu hatukufuata, hatukutii yale ambayo tunaagizwa na Roho Mtakatifu. Wengi tumeshindwa kumuona Mungu kwa sababu yale ambayo anatuagiza tufanye hatukufanya. Kwa nini? Wakati mwingine anaweza kaniagiza kitu ambacho sikipendi, nakataa. Mruhusu akushauri. Sasa wewe ukisoma kwenye Matendo ya Mitume mlango wa 16 mstari wa 6 na wa 7, anasema hivi, hawa ni kina Paulo, wakapita katika nchi ya Frigia na Galatia. Walikuwa wanapita kufanyaje? Walitaka kwenda kuhubiri. Wakikatazwa na Roho Mtakatifu wasilihubiri lile neno katika Asia. Yaani wanatoka hao wa ndugu wanaenda kuhubiri. Kuhubiri ni nzuri au ni mbaya? Si ndio kazi ambayo Mungu ametuitia? Lakini eti anawaambia msiende huko. Anasema hivi, walipofika kukabili Misia wakajaribu kuendea Bithinia, lakini Roho wa Yesu, sema Roho wa Yesu, hakuwapa ruhusa. Nilishangaa sana. Yaani kwenda kuhubiri mahali ambapo unajua kabisa kuna roho zinapotea, lakini Roho Mtakatifu anawaambia no, msiende hivyo. Ukiendelea mbele utaona Paulo anapata maono ya mtu aliyoko Makedonia akiwaambia njoo huku kwetu. Yaani Mungu aliwaagiza wakahubiri, lakini kuna eneo akaona huko hamtaenda, mtaenda huko. Kuna wakati ambapo tunafanya mambo mengine yanaonekana kuwa mazuri, lakini ni vizuri ukafanya yale ambayo unaagizwa na Roho Mtakatifu wa Bwana. Jamani, Bwana tusaidie sana. Roho Mtakatifu akuongoze. Amani ya Bwana ambayo iko pamoja na sisi. Na Roho Mtakatifu ni mwaminifu, anaongea, anazungumza. Yaani sio mpaka ukimfanya rafiki, sio mpaka ufike sehemu anze Roho wa Bwana shuka nini alafu ndio umwambie unasemaje. Akisha kuwa rafiki yako, yaani kama vile ambao unaongea na pasta, na wewe pasta, yeye imekaaje, ndivyo alivyo, anazungumza kabisa. Anakuambia wakati kina Paulo anasafiri akaenda akaomba, yaani ni kama vile ameenda tu pembeni, akaanza kuzungumza na Roho Mtakatifu. Akamwambia safari yenu ni ngumu. Akarudi sema, wanaume, hii safari ni ngumu. Lakini kwa kuwa wale askari walikataa wakalazimisha kwenda, baadaye anaambiwa usiogope, maana hata angamia hata mtu mmoja. Lakini alikuwa na hakikisho la Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni rafiki. Unaweza ukafika sehemu unaona kabisa huyu mtu natakiwa nimuokoe, lakini Roho Mtakatifu hajakuagiza. Mimi niliwahi kuona mtu amepata changamoto, amekuja mtu akawa anataka kumuombea. Sasa inafanana na mazingira kwa sababu yuko mchungaji kiongozi, alafu yuko pasta msaidizi. Mchungaji kiongozi alipokuja rohoni mwake akasikia nisimuombea, akamwambia unatakiwa utubu, umpokee Yesu. Lakini huyu mtu ni mfanyabiashara mzuri, kwa alikuwa na nini? Na vinoti. Alitaka tu maombi. Yule mchungaji akamwambia hapana. Sasa akafanikiwa kujua kwamba kuna pasta msaidizi. Akaenda akamwambia mchungaji wako bana ana roho nzuri, amekataa kuniombea. Yule mchungaji msaidizi akafanyaje? Akamuombea na akafunguliwa. Miaka 5 iliyofuata matatizo yamemwandama. Kwa nini? Roho Mtakatifu alitaka mtu yule atubu, ampokee Yesu, matatizo yake yaishi. Lakini yeye amemuombea. Anasema hivi, kunasema msiwe wepesi wa kuwekea nini? Mikono. Ingawa kuombea watu wafunguliwe ni kuzuri, lakini eti Roho Mtakatifu anataka tufanye kwa kuongozwa na nani? Na Roho. Hii ni ajabu. Ni kitu kipya katika akili zangu. Ni jambo zuri sana, lakini Roho Mtakatifu anataka yeye mwenyewe atuongoze. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Usifanye kitu tu kwa sababu una uwezo wa kufanya. Usikimbilie fursa kwa sababu inaonekana. Kwani watu wa Mungu wakifanya biashara wakafanikiwa si baraka kwa watu wa Mungu na kanisa? Lakini Roho Mtakatifu anataka unapofanya umuulize, hii imekaaje Roho wa Bwana? Atakwambia fanya au usifanye. Mwingine anaweza akaomba kazi akapata kazi mbili, moja yenye mshahara mkubwa na nyingine yenye mshahara mdogo. Mara nyingi hapo unahitaji hekima ya Mungu. Kwa kawaida ningekimbilia sehemu yenye mshahara mnono. Lakini je, Roho Mtakatifu amekwambia? Sikilize Roho Mtakatifu. Hakikisha. Pointi yangu ilikuwa inasema hivi, mruhusu akushauri na utii na kufuata kile anachokuambia. Katika Zaburi anasema nitakufundisha
na kukuonyesha njia utakayoiendea. Nitakushauri jicho langu likikutazama. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ya mwisho kabisa, tunahitaji tuwe watu wa kufunga na kuomba pamoja na kusoma na kutafakari neno la Mungu. Kufunga na kuomba, hiyo ni moja. Kusoma na kutafakari neno la Mungu. Kufunga na kuomba. Kufunga na kuomba inajengea nidhamu miili yetu ili iweze kutulia na kupokea mambo ya rohoni. Unajua roho ikiwa na mambo mengi, yaani ukiwa na mambo mengi, nafsi yako ikiwa imeshughulika na mambo mengi, huwezi kumsikia Bwana kabisa. Askofu wakati alikuwa anamalizia semina akasema, wakati mwingine hata kwenye mashabiki ya mambo ambayo unashabikia, usiwe mshabiki kupitiliza. Yaani utakuwa kila ambacho unakipenda sana kuliko Mungu anakuwa bwana wako. Yaani mtu anashindwa kuja kwenye ibada kwa sababu kuna riadha inafanyika pale stadium, anatamani akaone. Sasa ikiwa unampa nafasi kuliko Mungu, huyo ndio Mungu wako. Sasa Roho Mtakatifu sio mshabiki sana. Yaani sio mshabiki, yaani ni Mungu ambaye ana principle zake. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema nafsi yangu mngoje Bwana kwa kimya. Yaani unahitaji utulivu wa nafsi. Maombi ya kufunga ni kunyenyekeza mbele za Mungu. Roho zetu za ndani zinashiba, zinapata nguvu. Tunamfanya Roho Mtakatifu endelee. Inatufanya sisi, unajua uwepo wa Mungu upo. Yaani sio kwamba tukiomba Mungu ashuke, atoke mbinguni kule, apite mawingu, asubiri ndege fulani ipite, alafu ashuke. Yaani yeye yupo tu. Na baraka zote ambazo tunaziomba, yaani hakuna baraka ambayo tunaomba alafu Mungu anaanza kuiumba alafu anaituma. Ipo tu, ila sisi sema mimi. Yaani mwanadamu alipopata anguko, uwepo wa Mungu kaondoka, tukawa watu wa mwilini. Sasa ukiwa katika mwili ni ngumu sana kuconnect na roho, uingie kwenye ile mtaro ambao flow ya baraka za Mungu zinapita. Anasema hivi, nitapita katika njia za hukumu, katikati ya njia za haki, kuwarithisha mali wale wanipendao. Yaani kuna njia ambayo ukikaa automatically Bwana unajiconnect na baraka za Mungu. Sio kwamba zitaungua, zenyewe zipo, ila sisi hatujaweza kukaa katika nafasi ambayo tunaona zile baraka za Mungu. Lakini tunapofunga na kuomba, nafsi zetu zinanyamaza kimya, tunapata uwezo mkubwa wa kumsikia Mungu anasema nini. Ndio maana hata kabla hatujaingia wiki ya Pentekoste tulianza na nini? Na maombi. Maombi, tena maombi ya kufanyaje? Ya kufunga. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Kufunga na kuomba inaua matendo ya mwili. Lakini pia kusoma na kutafakari neno inatupa ufunuo mpya wa kuendelea kumjua Mungu. Neno na kulitafakari. Yoshua anaambiwa kwamba itafakari kitabu hiki cha Torati usiku na mchana ili upate kufanikiwa. Unapochukua Biblia hivi alafu ukafunua hivi ili usome, haina maana kwamba Biblia imefunguka kwako. Jamani, Bwana atusaidie sana. Yaani ukifunua hivi alafu ukasema Yeremia 27 imeandikwa moja, haina maana kwamba hii Biblia imefunuliwa kwako. Ili neno likifunuliwa, wanaita rema, ikifunuliwa kwako, hautabaki mtu wa kawaida. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Na ndio maana wakati tunasoma tunahitaji Roho Mtakatifu, fungua fahamu zangu nipate kuelewa nini ambacho kimeandikwa. Wachawi wanaita hiki secret book, kitabu cha siri. Kwa nini? Wanajua kilichoko humu ndani sio cha kawaida. Ni neno la Mungu ambalo ni Mungu mwenyewe. Tunapofika mahali pa kusoma neno na kutafakari, Roho Mtakatifu anaendelea kutupa mafunuo zaidi ya kumjua Kristo Yesu kupitia neno lake. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Haya ambayo nimekuambia ni machache katika mengi ambayo Biblia imeandika ya kutunza moto ule wa Roho Mtakatifu ambao uko ndani mwetu. Sisi tulishaomba, yuko katikati yetu. Kazi yetu sisi ni wewe kuchukua kuni na kuichochea ili ule moto uendelee kuwaka ndani mwako.
Naomba tusimame.